wenye haki wataishi kwa imani. Sijui kama una habari kwamba imani ni jambo la kipekee sana. Tunapozungumzia kama ni upishi, ni kirutubishi cha kipekee sana katika safari ya imani. Sasa naomba tuombe ili tuingie uweze kuelewa uzito wa jambo hili ninalozungumzia leo. Ushukuriwe Mungu wa mbinguni, pokea sifa unaponena na watoto wako kwa njia kipekee kwamba wenye haki wataishi kwa imani. Fungua fahamu zetu kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Unaposoma Warumi 1:17, habari tunayopata ni inasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Maandiko yanasema mwenye haki ataishi kwa imani. Mungu anadhihirisha utukufu wake kutoka imani hata imani. Kwa hivyo mwenye haki ataishi kwa imani. Lakini swali lake, je, imani hii inayozungumziwa, kwa maana kila mtu anaongea imani, lakini habari, je, mtu atakuuliza swali, imani nitaipataje? Unaposoma katika kitabu cha Warumi 10:17 tunapata jibu sahihi. Maandiko yanasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Lakini habari inakuja, nasikia nini? Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kumbe hii imani ambayo ni kipengele cha muhimu katika safari yako, ili uweze kufika mbinguni, ili uweze kutoboa, ni kwamba unahitaji imani. Lakini imani, je, inakujaje? Kwa maana wengi wananena imani, lakini changamoto zikija wanashindwa. Ni kwa maana hawajui imani inakujaje. Paulo anasema imani huja kwa kusikia. Kusikia nini? Neno la Kristo. Hivyo inamaanisha ikiwa na muda na maandiko matakatifu, unasikiliza kile Mungu anaponena, hapo imani yako iko sawa, imani yako inajengeka, imani yako itathibitika. Ndio maana nilipokuwa nasoma katika Biblia tena nikakumbuka wimbo. Kuna wimbo 129 inasema, kumtegemea Mwokozi wangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyo. Je, unamtegemea Yesu? Kuamini na kukubali neno lake jinsi gani? Ukienda kwa chorus inasema kwamba yaani ujue ni Mungu amesema. Je, imani unayo? Na imani hiyo inatokana kwa kulisikia neno la Kristo, ama unasikia maneno ya watu? Hiyo ndio changamoto nayokupa. Tena unapoingia katika maandiko, Yohana ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, anapoandika katika waraka wa kwanza ya Yohana 5:4 anasema mambo mazito yafuatayo. Anasema hivi: